usimamizi mbaya wa mtandao. Mheshimiwa Spika, tumeona mpaka viongozi wako kwenye majeneza, tumeona watu, mama ya mtu anawekwa uchi kwenye mtandao, tumeona mambo mazito sana yakifanywa watu. Mheshimiwa Spika, mpaka mtu anachukua uhai wake kwa kuona kuwa ameaibika, amedhalilika kwenye mtandao. Mheshimiwa Spika, na kuna wengine pia anatumia hii sim card, ana sim card karibu 60, anatukana na hii, akitoka anachukua hii, anachukua hii, kwa sababu anajua hakuna sheria ambayo inaweza kampin down na yeye kuchukuliwa hatua. Mheshimiwa Spika, taifa la Kenya lazima liongozwe kwenye mazingira ambayo mtu ndiyo ana haki ya kutoa ile mazungumzo yake ama freedom of speech. Mheshimiwa Spika, lakini asiitumie vibaya kumdhalilisha Mkenya mwenzake. Na Mheshimiwa Spika, mimi kama mama Mombasa, mimi nataka kusema kuwa napongeza sana kwa sababu watu wengi sana wamedhalilika. Sisi wenyewe hata wabunge tunatukanwa usiku na mchana. Kama umenichagua kama kiongozi wako na unaona mimi pengine sijakufaa, ngoja siku ya kura ikifika uende kwa debe ukaniondoe kwenye kura. Lakini kutumia mtandao kuweza kunidhalilisha, mimi ni mama ya mtu, mimi ni mzazi, mimi ni Mkenya kama wewe, unaenda unatoa vitu ambavyo haviko, unasambaza habari ambazo haziko. Mheshimiwa Spika, jamani, kama kuna mtu ana furaha siku ya leo, Mheshimiwa Spika, ni Mama Zamzam. Manake Mombasa ilikuwa imeanza kudorora. Mheshimiwa Spika, watoto wameharibika, wanatumiwa na wapinzani, wanakuja wanaweka habari ambazo sizo za sawa, lakini ukienda kushtaki, jaji anakuambia hakuna sheria ambayo za kunifanya mimi nichukue hatua. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi nataka kusema akili kama za Kiare, akili kama za ndugu yetu Daudi, ndio akili zinatakikana katika hii taifa. Watoto sisi tumewapeleka makanisani na tunaabudu nao ili wao watoto ambao wako straight. Kama una shida na kiongozi, ngojea baadaye. Kama una shida na jirani yako, una shida na mtu yoyote, wewe ngoja mambo usuluhishe kisawa kuliko kumweka kwenye mitandao na kutumia mbinu tofauti kumtukana.